Katika Dominika hii neno la Mungu linatufundisha kwamba tukiwa hapa duniani tunapaswa kuwajali na kuwasaidia watu masikini. Tuwajali na kuwasaidia masikini. Neno la Mungu linatuambia kwamba haitatusaidia sana sisi kuenjoy machakula mazuri, masamaki, manyama, makiti moto na mabia, ili hali jirani yako pale hana chakula. Haitatusaidia sisi kuenjoy kupanda magari ya gharama yenye viyoyozi, yenye tinted, yenye ving'ora, ili hali watu wengine wanateseka, wamepanda daladala, wamebanana kama kuku. Mungu anataka katika Dominika hii watu wote wenye nafasi wawasaidie wasiokuwa na nafasi. Na ndio maana katika somo la Injili Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi 31 anatupatia mfano wa tajiri na Lazaro, wote wawili wakiwa huko katika maisha baada ya kifo. Pendwa katika Kristo, tuanze kuangalia somo la kwanza. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Amosi sura ya 6 aya ya 1 na aya ya 4 hadi ya 7. Ndugu yangu, katika somo la kwanza nabii Amosi anaandika, anasema, ole wao wanaostarehe katika Sayuni, nao wanaokaa katika mlima wa Samaria, ninyi mnaokaa juu ya vitanda vyenye pembe, mkijinyosha juu ya majemadari yenu, ninyi mnaokula wanakondoo wa kundi na ndama waliomo zizini. Nabii Amos katika kipindi kile cha nabii Amos pia palikuwa pana mgawanyo, palikuwa pana matabaka ya matajiri na matabaka ya maskini. Matajiri walikuwa wanawaonea maskini, matajiri walikuwa wanawanyonya maskini. Matajiri walikuwa wanaishi, wazungu wanasema at the expense of the poor. Matajiri walikuwa wanaishi kwa gharama ya masikini. Sasa Amos kapatia ujumbe wa Mungu, akasema, ole wenu ninyi mnaoenjoy, ili hali masikini wanateseka. Pendwa katika Kristo, leo pia Amos anakuambia wewe unaonisikiliza hapa, ole wako wewe padri, ole wako wewe sister, ole wako wewe muumini mlei, ole wako wewe mtu yeyote yule, endapo utakuwa una enjoy. Nasoma tena kwa masikio yako, ole wako wewe unao enjoy sasa hivi, unaokaa katika majumba ya ghorofa, majumba yaliyopendeza. Sio mimi nabii Amos, mimi si mimi yangu, ni Amos ndio leo habari. Ole wako wewe kiongozi, uwe ni kiongozi wa dini, unawe enjoy, unapanda magari yenye ving'ora, king'ora kikipita pale magari kitembeni, wewe una enjoy ulinzi at the expense
ole wako. Katika somo la Injili Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi 31, Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri anasimulia. Mtu tajiri yule alikuwa anaenjoy, anakaa kwenye makitanda yake ya 6x6, ana diskrini lake pale, sio diskrini hivi diskrini njaa hivi Steve ni diskrini la Smart TV. Anaenjoy. Huyu mtu huyu anaenjoy, tajiri huyu, fika siku akawa analetewa maskini mlangoni pake, kwenye mlango wake analetewa maskini, akawa hataki kuwasaidia. Anaona kama maskini ni wavivu, hawataki kufanya kazi. Maskini ni wavivu, walikuwa wataka kusomea shuleni, kawa na machama. Ikafika siku ya siku, huyu mtu huyu akafa. Kama kawaida, wakamfanyia mazishi ya nguvu. Mazishi ya nguvu, kwenye msiba mtu huyu alifika magari mengi. Magari mengi. Magari ya kupaki yote hii haikutosha. Magari ya hapa kule chini, kuanzia kule zangu magari yamejaa hapa, yamejaa mengi. Halafu tena mtu huyu wakamwekea lile tangazo, wapendwa wanapea, wapendwa wetu wamefariki, ilitoka nje, mpungie mkono, hivi na hivi. Mtu huyu tajiri alikuwa na cheo lake, alikuwa na mapesa yake. Watu katika mazishi yake wakamsifia kichawachawa, yeye alikuwa mwema hivi na hivi. Akafika na Lazaro pia. Lazaro alikufa. Sijui alikuwa na manispaa, sijui. Alikufa Lazaro, hakuna mtu akumtetea. Hakuna kumtetea Lazaro. Alikufa kimya. So akaenda mbinguni kule bwana. Huyu tajiri mmoja baba alimpamba. Alikuwa mtu mwema. Sijui nini. Vyombo. Tajiri akaenda mtoni. Lazaro akawa kule mbinguni kule. Anagaragara kwenye kifua cha Ibrahimu. Kama nimeongeza maneno hapa angalia. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu akainua macho yake, aliona kwa mbali na Lazaro kifuani. Aliona kwa mbali, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani kwake. Kwa Lazaro yuko kifuani kwa Ibrahimu. Neno linaandika hivi, yuko kifuani kwa Ibrahimu, anaenjoy maisha. Sasa akaanza nisaidie. Mwenyezi Mungu nisaidie. Akasema wewe ulisha enjoy maisha kule duniani, ulikuwa unakula pesa. Wewe kulishara kwa 6x6, huyu alikuwa analala pale nje anaumwa na mamungu. Nisaidie. Wewe ulisha enjoy ving'ora, ulikuwa unafikiria ving'ora, alafu unanyoka hivi, magari pembeni out. Sasa wewe ulisha enjoy ving'ora, huyu sasa mwache naye aenjoy ving'ora vya mbinguni visivyokuwa na mwisho. Sivyo? Wewe umeshapata daraja lenye tinte, grafu yako na tinte, ukawa unaenjoy maisha. Mwache huyo akuwa na tinte, huyu yuko kwenye tinte ya mbinguni. Wewe ulikuwa unaingia kwenye viyoyozi kwenye daraja lako mbele kuna vumbi kila sehemu mbele. Wewe ulikuwa unamaji maskini kwenye vumbi, mwache sasa huyu aenjoy sasa, weka kwenye vumbi la kuzimu. Pedro Kristo ujumbe hapa
ni kiongozi kadogo hivi. Viongozi wa serikali au ni kanisa? Ndio kanisa. Wa serikali hao wanakula, wanaishi kwa kodi. Mimi nakula naishi wao kwa sadaka za waumini wa kanisa la Afrika. Niongee kweli jamani. Mimi si wa kanisa. Anafanyia kanisani na kula wapi? Kanisani. Sasa viongozi wa serikali nini viongozi wa serikali? Kama viongozi wa serikali hapa, hata kama ni mtendaji kata, mtumishi wote wa serikali, wewe unaishi kwa gharama ya wananchi, unakula kodi za wananchi. Hata kama ni polisi huko hapa, unapiga virungu watu, unajua kwamba unakula kodi za wale wanaopiga virungu. Mungu apendi. Itafika siku ya siku polisi utakufa. Unataka yule anapiga virungu hivi. Yuko mbinguni kule kwani kwa Yesu anagaragara. Unasema Yesu, nisaidie huyo garagara. Kwa wewe ulishakulisha dunia, ulishakulisha kulimiliki virungu duniani. Kulimiliki na magobole ya serikali. Tumsifu Yesu. Inawezekana wengine wewe unafanya kazi katika taasisi binafsi. Wewe ni kiongozi, ni mnoko, unasemelea watu. Itafika siku ya siku utakufa. Hilo ndio kusemelea, atafukuzwa kazi. Utakufa kufanya kazi kwa Ibrahim pale. Anashikashika ndevu za Ibrahim. Eti Ibrahim. Hizi ndevu umetia rangi au ni rangi yake hiyo? Yule wewe bosi njaa unamwonea mwenzako unaungua kule chini. Mimi nilikuwa ni kiongozi wa jumuiya ndogo. Kwa nini niko hapa? Kwa ndio ulikuwa utunze siri za watu. Watu wamegombana kwenye ndoa yao. Umepata tu hiyo story kwamba wamegombana, wakuja kushtaki kwako. Na macho yako hayo yanatembea, unaenda kuwatangaza. Ni moto. Kwa kifupi. Somo la Injili limesema sisi sote, kila mmoja kati yetu hapa sikini, kwa kuwa tunahitajiana. Ndio jamani? Mimi hadi nahitaji muumini. Mimi sinabidi kufika kanisani ili nihubirie. Lakini pia sinahitaji mipale nihubirie sasa. Tunahitajiana. Muda fulani na kazi kwa sisi napenda tena kwa tajiri. Tukifika pale hospitali kwako, tunapanga foleni kuja kutibiwa. Wewe unakuwa tajiri, sasa si bosi pale tajiri. Sisi tunakuwa maskini. Sinakuja kwako. Umenielewa? Na nategemea wale walimu ambao wanawaadhibu watoto kwa ubaya. Unampiga mateke mtoto wako mpaka anakufa, mpaka anazimia. Kwa nini? Wewe ukipiga utafurahi. Kwa hiyo ole wenu walimu mnaonyanyasa watoto. Kama mnakosa piga tu wewe. Piga tu wewe. Katika somo hili unaona kama somo la kwanza tunaongea hayo na Injili inapamisha moto zaidi, tunatia petroli. Lakini somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo wa Timotheo, sura ya 6 aya 11 hadi 16. Unasemaje? Inasema tufanye nini basi? Inatupatia resolution, suluhisho. Inasema kwamba wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo. Mtu wa Mungu kimbia mambo hayo. Mtu wa Mungu imeandikwa kuna house gate. Kuna house gate inamsumbua house gate. Na mtesa mwingine wapi? Anawapikia chakula mazuri. Nasema hakuna kula mezani. Nenda kwa jikoni na pusi na Mungu. Unamtesa mtoto wako kisa tu ni maskini. Na wewe mwanaume wewe. Mke wako kuondoka
unaenda kwa hospitali pale kumpatia habari ambazo sio hazieleweki, wakati hujatoa mahali kwako. Ole wako, ole wako. Akikataa unaamua kumtimua kazi, akikubali unasema usijeliwa na akili sana, mke wako anakutimua kazi. Mwache house afanye majukumu yake, mwache mtumishi afanye. Nachongeni cha ukweli, nachongeni cha ukweli na ni Biblia. Mke wa Potifa alimtamani houseboy wake, akamuomba mahusiano. Haikuomba mahusiano, serikali ndio akamzushia kama mbaya, akatupwa jela. Msifu Yesu Kristo. Watendee watu vizuri. Kama katika mambo ya kawaida haya tunafahamu kwamba ili mtoto afaulu lazima umpe haki ya kusoma. Vivyo hivyo ili nchi tupate amani ya uhakika lazima tupate haki. Ewe Tanzania, ukipanda ngano utavuna ngano. Huwezi kupanda ngano ukavuna mchele. Kama unapanda injustice utavuna injustice. Ukipanda dhuluma utavuna dhuluma. Anasema kwamba utafute utaua, tafuta imani, tafuta imani. Mwamini Mungu. Mwamini nani? Mwamini Mungu, mwamini Mungu. Upendo, ishi upendo kwa watu, wapende watu, wasaidie watu. Saburi, upole, piga vita vizuri kwa imani, shika uzima ule wa milele. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, agizo kila mtu ni tajiri na pia ni maskini. Hata kama wewe ni maskini, elewa bado una nafasi ya kusaidia wahitaji kupitia kidogo ulicho nacho, kupitia akili yako, nguvu zako. Kumbuka mpendwa katika Kristo, hakuna aliye tajiri asiye na cha kupokea, wala hakuna aliye maskini asiye na cha kutoa. Kama ndio kila mtu anahitaji, ana cha kutoa. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, tuwajibike kujitoa. Tutoe msaada kwa wengine kulingana na uwezo wetu. Kila mtu ana nafasi ya kupunguza umaskini kwa kufanya kazi kwa bidii. Fanya kazi yoyote ile, wala usichague kazi. Anayechagua kazi ni vivu. Neno la mwisho tulilojiti, kwa upendo kila mmoja ana wajibu wa kuwasaidia wahitaji, kusaidia maskini. Pia kila kiongozi lazima ajue wazi kuwa wajibu wake mkuu ni kuonesha njia watu, kuongoza kwenye mafanikio. Kila kiongozi mwenye nguvu ajitahidi kuwasaidia watu, kuwapunguzia ugumu wa maisha, kuwapunguzia mateso na machungu. Nabii Isaya anasema, watulizeni mioyo, watulizeni mioyo, asema Mungu wetu. Isaya 41. Kila mwenye uwezo kufanya kazi afanye.